utakuwa una vidonda vya tumbo. Dalili hizo ni kama maumivu ya tumbo. Unakuta mtu anasikia maumivu ya tumbo wa sasa katikati hapa ya tumbo, na maumivu yale huwa yanakuwa kama yanachoma au unasikia kama yanaungua. Umeona? Maumivu yanakuwa kama yanachoma au yanaungua. Kwa hivyo, na pia dalili nyingine, mtu anakuambia daktari, mimi ninasikia tumbo langu linajaa, huwa nikila chakula kidogo tunasikia tumbo limejaa. Maana yake hapo una vidonda vya tumbo. Na pia mtu mwingine anakuambia, mimi daktari huwa nasumbuliwa sana na kiungulia. Kiungulia kinanisumbua sana. Hiyo pia ni dalili mojawapo ya vidonda vya tumbo. Na pia kuna mtu mwingine unakuta akikaa muda mrefu bila kula ni anasikia maumivu ya tumbo. Umeona? Hiyo pia ni dalili mojawapo ya vidonda vya tumbo. Na pia mtu akila akasikia tena maumivu ya tumbo, maana yake pia huyu mtu tuna suspect kuwa atakuwa na vidonda vya tumbo. Na hizo ni dalili za kawaida, ila dalili mbaya zaidi ni unakuta mtu anatapika matapishi ambayo yana damu, au mtu anapata choo ambacho ni cheusi sana. Hii ina maana kwamba vile vidonda vya tumbo vimeshaanza kutoa damu nyingi kiasi kwamba sasa kinafanya mpaka choo chako kinakuwa ni cheusi sana. Hizo ni dalili za hatari, na ukiona moja wa dalili hiyo kama choo cheusi, kutapika damu, au unakuta mtu unapungukiwa uzito, au unakuwa na dalili za upungufu wa damu kama vile kizunguzungu na mapigo ya moyo kwenda kasi, hizo ni dalili za hatari za vidonda vya tumbo, na unatakiwa uwahi katika kituo cha afya ili upate huduma za mapema. Hapo tumeshaona dalili za vidonda vya tumbo, na ukiwa na mojawapo ya hizo dalili unatakiwa uende hospitalini. Sasa usiseme moja kwa moja kuwa nina vidonda vya tumbo. Hapana, hizo ni dalili, pia ni dalili ambazo zinaingiliana na magonjwa mengine pia.